nataka ukanitafutie mtoto wangu. Kokote alipo, umlete. Awe hai, awe amekufa. Namtaka mwanangu. Umlete hapa. Mara moja. Sawa. Ukishindwa, nitakufanya kitu kibaya. Sawa mzee Machunga. Nitafanya kama ulivyoniagiza. Usiwe na hofu katika hilo. Mimi ndo mzee Machunga. Naitwa mzee Machunga. Jiamba ya mzee Machunga, jiamba ya mzee Machunga. Kwa yale ambayo amekukuta. Ni historia ndefu sana nikianza kukupa. Kwa yale ambayo amenitokea mimi. Mimi ni mtoto wa mzee Machunga. Ndio. Lakini kwa nini mpaka nimehama? Nikamwacha yeye aendelee na maisha yake. Kwa sababu vitu ambavyo anafanya mimi mwenyewe vinaniumiza. Sio, unanielewa? Nilikuwa sipendezwi kabisa. Sasa mpaka leo hii nimeamua kuhama kijiji ambacho mimi nimezaliwa. Nimekuja kuishi huku. Mzee wangu ni mbaya sana. Na sijajua kijiji kile hatima yake itakuwa ni nini. Ndugu yangu, naweza kusema jambo ambalo limekukuta wewe
ni dogo sana. Ndio. Acha nikupe historia fupi ya mzee Machunga. Mzee Machunga, mbona mdau vipi? Nimekosea nini mzee wangu? Hujanikosea kitu. Unahitaji nini sasa kwenye familia yangu mdau? Ninachokitaka ni hiyo mimba aliyokuwa nayo mke wako. Hivi unakielewa kweli unachoongea wewe? Mzee Machunga, ujauzito wa mke wangu umekosea nini? Ukija kuangalia huyu ndio mwanangu wa kwanza. Mzee Machunga, nimekosea nini cha kufanya wewe? Mzee Machunga, umevuka mipaka. Kweli tulikuwa tunakuogopa kwenye kijiji, lakini kwenye hii mimba na si vinginevyo. Sitokuacha. Hapana kabisa, sitokuacha ufanye chochote. Unasemaje? Mzee Machunga, ninachokwambia hakitojirudia tena mara mbili. Ili kama jeneza kwenye kaburi lazima liingie tu. Umenielewa Mzee Machunga? Kwenye ujauzito sitokupa nafasi. Una maneno sana kijana. Ulishawahi kuimba taarabu? Nakwambiaje? Iwe ya Shimashauzi au Mzee Yusufu. Wewe. We mzee, tushakuchoka katika hii kijiji. Umeitaka hii mimba yangu. Sasa umekuja kumua tena mume wangu. Unahitaji nini katika familia yetu? Mbona mzee una hatari katika kijiji chetu? Nataka hiyo mimba. Unaitaka mimba yangu wakati mume wangu tayari ushamuua? Sijali. Mume wangu tayari ushamuua. Katika hii kijiji unaogopeka kama nani kwanza? Wewe umemuua mume wangu. Tutaona sasa. Wewe. Tutaona. Wewe kijana, familia yenu nyewe mbona imekuwa tishio sana kwenye kijiji? Na leo hii umeona itoshi, umekuja kulivagaa sasa kwenye familia yangu. Kwa kuwa babako amenianzisha na mimi nalianzisha na wewe sasa. Ndugu ya, tulia kwanza bwana. Sasa habari za baba mimi nahusika vipi? Kitu kakifanya baba, nenda kamalizana na baba. Sasa mimi nahusika vipi hapa? Nashangaa ndugu yangu huku umekuja huko unanivamia, mimi nafanya nini? Wewe. Yaani baba yako amekuwa tishio sana hapa kijijini. Na ameona haitoshi kuwa tishio kijijini, kaja kuleta ubaya kwenye familia yangu mimi. Kaua mke wangu ambao ndani kuna kiumbe changu, ambaye mtoto wangu. Na leo hii nimekutana na wewe. Sasa nataka nianze kupoteza kizazi chake ambacho ni wewe. Wewe kijana, wewe. Ndugu yangu, toa nikuelekeze. Mimi na yeye hatujawahi kuwa na ugomvi hata siku moja. Sasa huyu mzee naona anataka tugombane. Si unanielewa? Sawa kwa kufanyia unyama huo. Sasa mimi nahusika vipi? Nenda kamlipizia huo ubaya ambao amekufanyia. Si unanielewa? Unaona kiwepesi tu, si ndo manake? Yaani yeye aiharibu familia yangu mimi, na mimi nimwache wakati wewe ndio moja wa familia yake. Tulia ndugu yangu, hilo panga ujue. Kwa hiyo mimi binadamu mwezio, si unanielewa? Kwa hiyo sasa mimi sitaki mambo mengi. Baba yupo nyumbani. Nenda kalipe kisasi chako. Sikiza kijana, nikwambie. Ili tukio kwako naliacha. Mimi ndio venda stusi mkalambo atiatia. Naenda kutia kwa baba yako chochote kinachowezekana. Alafu narudi na wewe. Sio atapatwa na nini jamani? Maana ninamfahamu
Mzee Machunga, baba yangu mimi, alivyokuwa na roho mbaya mpaka watu wote wanamuogopa hapa kitaani, hapa kijijini. Da, Mungu ndo anayojua. Mungu, mnusuru yule kijana. Na kuachia wewe. Tunamti sheria zake, ukijipindua lazima ufe. We kijana, unataka kumwangamiza Machunga? Kijana, yani kisanga, mwendo wa majanga. Hii vita ni zaidi ya bunduki. Wewe unakuja na panga? Tulia mzee. Acha kujichekesha hapo. Alafu nataka nikwambie, hii kwato kama kwato haiwezi kuwa nyayo. Na kama umelianzisha ili bifu na itaendelea kwa bifu, kama vita umeanzisha kwa familia yangu, na kuhakikishia mzee Machunga nitakifurahisha kijiji chote, kwa sababu leo ndio mwisho wako. Wewe mzee, umezidi sana ukitawala hiki kijiji, lakini leo ndio siku ya mwisho mzee Machunga. Nilishamwambia mwanao kutoka huko, mimi ndio venda susi mkalambwa tia na nitatia kokote ukijichanganya. Umesikia? Piga! Piga! Mzee Machunga, kwa heshima tu. Umeniona nimekuwa mpole, lakini upole usizanyika nitageuka nyuma. Nilipoangalia face to face hii ndege ya Kimarekani, ukiona Korea vita tu. Umesikia mzee? Mzee Machunga, kivyovyote vile, iwe bifu iwe vita, leo nahakikisha namaliza huo mchezo. Mimi huwa sichezewi. Naitwa Machunga. Natoka katika familia ya Bogojo. Katika dunia hii, michezo yangu anaiweza mtu mmoja tu. Labda angekuwa Mama Mwita. So wewe. Sikiza ngombe. Tulia. Wewe si unajifanya venda. Unajifanya mbabe. Uwezi kupambana na mimi. Bado mtoto wewe. Naitwa Mzee Machunga. Si unajifanya wewe kutiatia. Upenda tu sisi tia. Naitwa Machunga mimi wewe. Na una bahati. Nikigeuza simu ukatie charge. Ubavu wewe. Nenda kale pumba huko. Nitakula sikukuu ya Idi. Mtabiri, nimekuja hapa na jambo moja tu. Jambo gani hilo? Mambo ambayo yanatokea pale nyumbani kwa mzee wangu ni mambo ambayo yanatokea yananichanganya kiukweli. Nashinda hata kuyaelewa yani. Leo nimemshuhudia baba yangu mimi Mzee Machunga akiwa anamgeuza mtu kwa kuku. Huwezi kuamini. Huyu Mzee Machunga huyu. Sasa yani
Mimi nimekuja hapa nataka unitabirie kuhusu mimi maono yangu ya baadaye pale nyumbani. Nitaishi vipi? Kwanza pole sana. Asante. Hilo bwana mdogo kwako ni zito. Yaani mpaka sasa hivi mzee Machunga amefikia kufanya hivyo? Ndiyo. Sasa sikiliza bwana mdogo. Kwa hivi sasa wewe sio wa kukaa kijiji hiki. Kwa nini? Wakati mimi nimezaliwa ndani ya kijiji hiki. Unyama anafanya baba yako ndani ya kijiji hiki na 90% au 100%, lazima na wewe atakulazimisha tu kazi uwe nayo, na ndiyo sababu ya kukwambia kwamba wewe sio wa kukaa ndani ya kijiji hiki. Nachokuomba, nenda mbali na hiki kijiji hili, kuepuka na haya matatizo yanayofanya baba yako au mambo yanayofanya baba yako. Lazima na wewe utakuwa kama baba yako. Sawa mtabiri, nimekuelewa, lakini mimi umri wangu kama unavyoona sasa, nitawezaje kwenda kijiji kingine na nikaanzisha maisha? Sawa, wewe ni umri wako kweli mdogo na ufai kutoka nje ya baba yako au nje ya wazazi wako kuishi, lakini bwana mdogo, wewe ndio utakuwa mkombozi ndani ya kijiji hiki. Mkombozi? Ndio. Hapo nashindwa kukuelewa kwa sababu mimi nitawezaje? Sawa. Mimi katika kuangalia kwangu, huenda hapo baadaye unaweza ukawa ndani mkombozi ndani ya kijiji chetu. Hiki kijiji sasa hivi kimeshaingiliwa na mambo mabaya tena hayafanani. Nenda mwanangu, usihofu katika maisha yako, ila hapo baadaye utakuja kutusaidia sisi tuliokuwepo ndani ya kijiji hiki. Mimi nimekuelewa. Nakwenda mtabiri. Haya, nakutakia kila la heri. Sawa. Safari njema. Naye. Mimi sikutoi. Sawa, haina shida. Haya. Haya bwana. Hii sasa hiki kijiji kimeshakaa. Sema Chunga nafikia kumgeuza binadamu kuwa kuku. Wewe. Vipi? Wewe kijana. Wewe unajifanya umekuwa, si hivi? Unajifanya umekuwa sasa. Iki kichwa chako hiki, kichwa hiki, wow. Mipango yako yote najua, na kama umejiona umekuwa, unahitaji kuama, nenda kwenda kuembeleza kwenye nyumbani kwangu. Ila tafadhali, uko unapokwenda ukisubutu kunifuatilia mambo yangu, we nitakufanya kitu kibaya. Utakuja kunisahau abadan. Aslan bafu sana. Go kwenda, siko na wewe, sio lazima ukaenda na nyumba yangu. Sawa. Mimi naenda, lakini na hapa katika kazi mimi Kifundo mwanao, nikija kurudi
kile kitu ambacho unakitegemea, kile kitu ambacho unajivunia, nitakiangamiza. Ile joka ambalo unaliaminia lazima niliangamize. Wewe kijana, fanya mambo yako, achana na joka lako. Ukiniingilia nitakufanya kitu kibaya. Kwenda na safari zako. Naenda. Kumbuka ahadi yangu. Mtoto huyu ananipanda kichwani pumbavu. Wewe. Ni mtoto. Bwana anipanda kichwani yani. Aliangamize joka. Anajua huyu nyoka nimemtoa wapi. Mbavu sana mtoto huyu, anaweza akawa adui kwangu. Hebu ngoja niangalie utaratibu kwa naweza nimwahi. Nimwangamize mara moja kwa nguvu zangu mwenyewe. Hawezi kanipanda kichwani mimi. Kama kweli mzee Machunga kaweza kumgeuza mtu kuku, itakuwaje hatima ya mke wangu Mwajei? Na nikiachana na hatima ya mke wangu Mwajei, mimi Kisanga, itakuwaje hatima ya huu bubu alionitia? Ee Mwenyezi Mungu, kuna kosa gani tumelifanya mpaka unatupa hukumu kama hii? Au huyu mzee Machunga si tumemkosea nini? Ee Mungu, naomba tusaidie juu ya hili. Hatuna msaada wa sehemu nyingine yoyote zaidi yako. Ndugu yangu, najua unaumia kiasi gani, lakini haina budi. Twende kupumzika. Kugecha mabara, hakuna muda wa kupumzika. Anaga busara, kisa uchawi kaweuka, kawatishio kijijini kwetu. Anakula sana mimba za watu, ukisema unge unakuwa bubu. Hakuna asiyejua njia mbaya, njia ya mzee Machunga, njia ya mzee Machunga.
Mtabiri? Huyu naye vipi? Huyu ni wale watu ambao wanasumbuliwa sana na mzee Machunga, na mpaka sasa hivi mzee Machunga ameshamfanyia kitu cha kinyama sana. Haya niliyasema kijana wangu kwamba mzee Machunga hafai. Ndio. Mzee Machunga hafai tena katika kijiji chetu, sio mtu mzuri. Sasa katika kuangalia, nilikwambia kijana wangu, wewe ndio utakuwa msaada ndani ya kijiji chetu. Mtabiri, inawezekana vipi hiyo? Wakati mimi sina kitu chochote ambacho cha kumsumbua mzee Machunga. Sawa. Je, mimi nitakomboaje iko kijiji? Au nitakomboa vipi kijiji chetu? Sawa. Sikiliza kijana, wahenga wanasema kikulacho kinguoni mwako, na nguo ya mzee Machunga ni wewe, na wewe ndiyo una uwezo wa kumdhibiti mzee Machunga, sio mimi. Ndio maana mwanzo nilikwambia kwamba toka katika kijiji hiki, nenda kijiji cha pili. Katika muono wangu wa macho yangu nikakutafuta kwamba uko wapi. Nilikuwa sijui kama uko wapi, lakini nikarudi nyuma kuja kukusaka tena, japo nilikwambia ondoka, twende kijijini kwenu ukakikomboe kijiji chako. Lakini mtabiri, baba mimi alishanionya, nikirudia au nikimfuatilia mambo yake ataniangamiza. Yaani siwezi, na namuogopa mno. Ndio maana mimi nimekuja kwako na ukanipa ushauri niame, afu leo unakuja kuniambia kwamba nirudi tena. Inawezekana vipi hiyo? Ni sawa. Mbona unaishi na nani? Hii sauti za mtoto wa kike huko? Mimi siishi na mwanamke. Sawa. Hiyo sauti inaonekana inatokea huko nyuma. Hebu twende kwanza tukaangalie. Sawa, twende. Mtabiri, twende hivi. Fundo, kijana wangu, haya ndiyo niliyokuambia. Sasa hili lilokuja hapa, hili ni tawi. Twende tukang'oe mizizi yake. Hatuna muda wa kupoteza. Twende.
Twende na huyu. Tuondoke naye huyu. Wewe nini bwana, twende bwana. Nyanyuka twende. Nini? Twende. Kama huyu hataki mwacha baki hapa hapa. Wewe twende. Twende mdogo wangu. Saizi Mzee Machunga kashafanya jambo lake. Hii ndio inaitwa long way au njia mbaya. Mtu yoyote yule ambaye akipita katika njia hii lazima nimkute jambo. Ngoja nifanye kitu. Jiamba ya Mzee Machunga, jiamba ya Mzee Machunga. Tabiri, hatuna muda wa kupoteza, tumalize kazi. Mzee Machunga, kitu ambacho anajiaminia kipo ndani. Sasa kijana, hatuna muda wa kupoteza, hapa ni kazi tu. Nenda kakitoe. Ngoja nimwangamize. Sawa. Mtabiri, msijaribu kumwangalia machoni. Mkimwangalia tu mtakufa. Wewe mwanamke, imekuwaje mpaka umetoka nje leo? Hata ukiwa na njaa kiasi gani unakuwa ndani? Nani alikupa idhini ya kutoka nje? Wewe sio bure, kwa maana sikio limenicheza. Itakuwa hapa kuna kitu kinaendelea. Kamfanya mtumwa mke
inauma inachoma, ila Mungu anauona. Kamfanya mtumwa mke, inauma inachoma, ila Mungu anauona. Wewe. Kumbe ni wewe. Nilikukanya usinifuatilie ila kunisikia. Sasa mtoto akililia wembe, malizia. Mtoto akililia wembe, utakukata. Simuelewa. Leo nataka nitimize ahadi yangu. Niyo kugaia mzee Machunga. Una jeuri hiyo. Lazima nikuangamize. Yeah. Never you always. Hilo joka ndio mzizi wa mzee Machunga. Huwa hilo joka ndipo utamweza mzee Machunga. Wow. Mke wangu! Mzima! Jamani wanangu, jamani. Jamani wanangu. Wanangu, jamani wanangu. Jamani wanangu, jamani. Mtabiri, asante sana baba. Asante, Mungu akubariki sana. Nimeona watoto zangu. Asante sana mtabiri jamani. Mtabiri, Mungu akujalie jamani. Mama. Asante sana jamani. Asanteni sana. Mke wangu, tupo mikono salama. Huyu mzee Machunga huyu ndio ilikuwa tatizo kwetu. Ana kifundo. Sina budi ya kukushukuru kwa mzee. Sasa tumfanyeje huyu mzee? Hapa kwanza kumsamea hapo. Nyote ambao mwenye tabia kama za mzee Machunga, sio tabia nzuri hata kidogo, na nawaomba mziache hizo tabia kwa sababu hazifai. Cha kwanza, mnashusha maendeleo ya kijiji, mnatesa watu, mnaua watu. Yote ya nini? Nawaambia mambo ambayo mnayafanya hayafai duniani mpaka mbinguni.
Gecha mabara, hakuna muda wa kupumzika. Anaga busara, kisa uchawi kaweuka, kawatishio kijijini kwetu. Anakula sana mimba za watu, ukisema unge unakuwa bubu. Hakuna asiyejua njia mbaya, njia mbaya, njia mbaya, njia mbaya ya mzee Machunga, njia mbaya, njia mbaya, njia mbaya ya mzee Machunga. Wamemchokoza mada Mzee Machunga. Tunamti sheria zake, ukijipindua lazima ufe. Usipige simu kijiji chake, kashazuia. Ana njia yake ya asili, kama we mgeni usipite. Achekeshi ya kwepeshi katili, linapenda damu yoka lake. Kamfanya mtumwa mke, inauma inachoma, ila Mungu anaona. Kamfanya mtumwa mke, inauma inachoma, ila Mungu anaona. Get you up.